japo sasa ikatokea hilo jina sasa. Japo sasa uwezo ukakuta Freemason kwenye Bible, ila wachambuzi sasa ndio wanaweza kukuchambulia ukaelewa direct. Okay. So kinachomata kwa wale watu sio imani wala ni ufahamu walionao. Yeah, ukileta sign zao. Pale kwenye ile jicho kuna ruler, don't know ruler, sijui kuna sijui bikari, sijui. It's all about measurements. Vipimo tu? Yeah. Okay. na kweli ni watu ambao wako competitive kwa sababu sijai kusikia mtu maskini ameenda huko. Yes, I don't know, to make to I think kuna namna tunataka kutafute knowledge in detail sana uelewe watu. Maana tuseme kwambia Freemason anataka kuona like sijui wewe ni mwana wa giza sana. Yeah. Ukita it's a normal thing, ni watu tu ni kwamba wako na IQ ambayo hatuna. Kuna kitabu bwana. Ndio tutaanzisha mjadala mwingine hivi. Kinaelezea, unamjua King Solomon? I have an idea. Yeah, yeye ndo alitengeneza temple. Yeah. Na ile temple inaonekana ni temple ya kifahari. Sawa. Of which by that time kulikuwa hamna that kind of technology ya kujenga ile temple ilo hekalu. Yes. Lakini unaambiwa hekalu lilikuwa limejaa dhahabu na nimesahau ile kitu kingine. Dhahabu na kitu fulani kingine kinaendana na dhahabu. Okay. Yaani kwanza unapokanyaga unakushika glass unaishika kitu unachokalia is full gold. Haya. Kipindi hicho ilikuwa so kitu ambacho ni kirahisi. Yeah. Walitumia tu maarifa mengi. Yeah. Sasa unahisi wameyapata wapi? Kwa Mungu kuna pengine. Kwa Mungu. I think it is from devil. Okay. Yeah. Hivi wanafanya vitu vibaya. Maana watu wengi sana walikuwa wamemzunguka Solomon. Yeah. Ni watu fulani hivi yani. Kwanza tuanze na Solomon mwenyewe. Sawa. Ambaye kwa Kiswahili ndo Suleiman. Alikuwa he was not Suleiman, yeah. Ukimwangalia mwenyewe kwa kweli hata kama kabla tujaingia kwenye hii hapa tulikuwa tunasema kwamba yani Suleiman alikuwa ni mtu wa show off. Si ndio? Yeah. Alikuwa na kale ka proud, yani you know? Yeah. So mimi nina mali and I know and you have to know. Na alikuwa anafanya hivyo with yani kiukweli yani alikuwa atani kwa sababu yani ni kiukweli. Yeah, nimeona hata hapo kwenye inafikiri si ni sura ya 7 hicho kitabu. Baada ya kumaliza kujenga hekalu wakafanya ibada, wakafanya nini? Alifanya sherehe ya siku 14. Unaona sasa 14 days. Na Israeli imeandikwa kabisa na Israeli wote wakafurahi kwa jinsi walivyoona wema wa Bwana. Na nchi mbalimbali zilimletea sijui zawadi, yani ni vurugu. Baada ya kujenga ile hekalu. So Mungu alikasirika. Sije kuona Mungu sana huwa alikuwa anakasirika kipindi anakaribisha mtu afu anamuonyesha yani ile anampitia kila mahali. Unajua ukitaka yani ukimwonyesha mgeni kila kitu inakuwa rahisi kuagiza hata mtu kuja kukuibia. Okay. Kwa Mungu kile ndo kitu kwa hapendi. Kwa hiyo at some point Mungu alimpanish. Yani yule alikuwa anatembea tu na niliuza babake. Nyota. Lakini ni mtu ambaye alikuwa yuko vizuri. Yuko vizuri kimali. Yeah. Kwa kweli alikuwa blessed.